Tulipoishia sehemu ya kwanza, leo tunaendelea na sehemu ya pili. Mabinti, sehemu ya kwanza kama tunakumbuka vizuri, walitoka kwa mganga na mganga aliweza kuwapatia dawa, kuwaambia waje wafanye dawa hapa nyumbani ili kumfanya dada yao aweze kurudi huko alipo, aweze kurudi na lile begi la pesa kuja nalo mpaka nyumbani ili kila mmoja afe na chake. Mabinti wamefika nyumbani, ujoreba za kutosha, kamgambile nyingi, mzunguko ni mkubwa hapa nyumbani. Wanajitahidi kufanya dawa ili kuhakikisha wanamfuta dada yao mpaka aweze kurudi hapa nyumbani. Wakati wanaendelea kufanya dawa hapa, kumbuka dada yao naye aliambiwa na mganga kwamba inabidi aende mbali na hichi kijiji ili kuepusha siku 3 ambazo ndugu zake watakuwa wanaziwinda hizo pesa kwa udi na uvumba. Kwa hivyo ili hizo pesa ziweze kupatikana ndani hizo siku 3 na yeye asipate madhara yoyote, inabidi aondoke nje ya kijiji hichi. Huko alikokuja bidada, ikabidi ifanye nimeokota makopo ili kumfanya mtu yoyote ajue kwamba yeye ni ana pesa, anatembea na begi la pesa hapo alipo. Ikabidi bidada ifanye muokota makopo. Mabinti huku nyumbani wamefanya tiba, wamefanya mambo, kila wakijaribu kuloga dada arudi nyumbani, dada harudi. Ikabidi warudi mpaka kwa mganga. Wamekuja kwa mganga hapa, mganga akawaambia, kiukweli kwa sasa hivi huyu dada yenu hatupo naye kwenye mji huu, kwa hiyo dada yenu yuko mbali, kwa hiyo hata uchawi mnaoufanya hauwezi kumfikia, inabidi mtafute namna yoyote ya kuweza kumfikia dada yenu. Kwa hiyo mimi najua tu mji ambao yeye yupo. Binti kutajiwa mji ambaye dada yake yupo, akasema huo mji mimi nina rafiki yangu nilosoma naye zamani yupo huko, kwa hivyo ninaweza kumpigia simu tukafikia kwake, tukajua tunaanzia wapi kumtafuta dada yetu mpaka tumpate. Ikabidi wampigie simu rafiki yao na kumwambia, bana, sisi tunakuja huko mjini, tunafikia hapo kwako kwa sababu tunamtafuta dada yetu yupo huko. Wakati wanazungumza na rafiki yao, dada naye yupo huku amekaa na waza, ipo na pesa, analalamika, analia na hizi pesa na kumwambia mama yake, mama, haya yote ni maisha mimi nayapitia, napambana kwa kesho naweza kurudi kwenye maisha yako ya kawaida. Lakini wakati anaendelea na mambo yake, mara ghafla anahisi kama kuna mtu anaingia hapa, ikabidi akafiche pesa. Kwenda kuficha begi la pesa na kuja kurudi na gongo, mara anaingia mdogo wake upande huu akiwa ameshika kishoka. Anataka kuondoka upande wa pili, anaingia mdogo wake mwingine akiwa ameshika panga. Sasa yule anakuja na panga ndio mweu, yani huyu ni chizi hatari, yani kwenye pesa atamwambia chochote. Akamwambia, sasa sikia nikwambie, wewe umetukimbia kule, ulisema hatutajua wapi ulipo. Sasa sisi tumekuja hapa, tunachokitaji ni pesa. Pesa ziko wapi? Dada akamwambia, kiukweli mimi sijui pesa zilipo, mimi sina pesa aina yoyote. Mabinti walikuja na bodyguard wao hapa. Bodyguard akamkaba binti, akamkunja ili aseme pesa ziko wapi. Binti kila akikabwa na bodyguard, binti aseme pesa ziko wapi. Bidada akamwambia, sikia nikwambie, huyo dada yetu hakikisha unamfanya chochote aweze kusema pesa ziko wapi. Mwamba akaachiwa kazi ya kumkaba huyo binti aseme pesa ziko wapi. Mwamba alimkunja, alimtia roba, unaambiwa sijui Mwamba kajichanganya kitu gani. Binti akapiga kwenye kijiji, unaambiwa piga kwenye kijiji cha watu kwa kinacholetea watoto. Mwamba kuvumilia hawezi, we hiyo sehemu isikie tu. Mwamba akagongwa hiyo sehemu, kajikunja, bidada kachomoka, kakimbia. Bidada baada ya kukimbia sasa, ikabidi rudi mpaka nyumbani. Wameenda wamekutana na dada yao, wamemkamata kabisa, lakini yule Mwamba ambao alienda naye amefanya uzembe mpaka yule binti ametoroka. Kwa hivyo sasa hawajui namna gani anaanza kumpata tena. Wakabidi wakae chini washauriane. Wakati wamekaa chini wanashauriana, bidada akaja na polisi, wakati wadogo zake wakiwa wamekaa hapa wanajadiliana nini wafanye, wapi waingilie, wapi watokee. Bidada akaja na askari polisi kwa ajili ya kuwakamatisha ndugu zake, walimletea majambazi, wamekuja kumteka. Hivyo wanatuhumiwa na kesi ya utekaji chini ya ulinzi. Ikabidi wapelekwe mpaka magereza Segerea kula ugali wa bure. Mabinti wakapelekwa pigwa pingu mpaka magereza, wakaingizwa jela. Mabinti wamekaa jela, wakaanza kushauriana, tunafanyaje? Ni nani atakuja kutuwekea dhamana? Unadhani anaweza kuja kutuwekea dhamana yule dada? Yule hawezi kuja kutuwekea dhamana kwa sababu inabidi atufunge sisi ili apate matumizi mazuri ya zile pesa. Kwa hiyo sisi hapa hatuwezi kutoka kwa namna yoyote ile, na hakuna yoyote atakayejua kama sisi tupo magereza. Hakuna anakuja kutuwekea dhamana kwa sababu hawezi mwambia mtu yoyote. Tunafanyaje? Huyu mdogo akamwambia dada yake, sasa hapa cha kufanya inabidi tujifanye tunahitaji msaada. Msaada gani? Binti akajifanya na degedege, anaumwa kabisa, unaambiwa akazimia hapa. Kuzimia dada mtu ikabidi apige kelele kuwaita askari polisi. Waita askari kuja wakamchukua, wakampeleka hospitali. Ikabidi apigiwe dada. Dada anaambiwa, bwana, mdogo wako amezimia, yupo hoi, anavutia pumzi ya mwisho, hivyo sisi tumemtoa tumempeleka hospitali. Binti ikabidi aje mbio mpaka hospitali. Kufika hospitali anakutana na mdogo wake. Mdogo wake anamwambia, sikia nikwambie, mpaka mdogo wangu anafikia hapa alipofikia ni wewe ndio umesababisha. Mama ameacha pesa, wewe unakimbia na pesa, unataka kuzitumia peke yako. Daktari anatoka anamwambia, kiukweli hali ya mdogo wako ni mbaya sana,
anatakiwa kufanyia operation, na operation hatuwezi kufanya bure. Operation ni pesa, tunahitaji pesa takribani milioni 30 kwa ajili ya kumfanyia operation mdogo wako, la sivyo inabidi umchukue mdogo wako ondoke naye nyumbani. Daktari akaondoka, hana maelezo mengi. Ugomvi kabaki kwa wanandugu. Binti huyu mmoja anataka pesa zitolewe kwa ajili ya kutibiwa mdogo wake, kwa sababu mama ameamua kujitoa sadaka kwa sababu ya pesa, watoto waishi maisha mazuri. Leo mtoto anaumwa, inabidi tupate pesa tumhudumie huyu, lakini wewe pesa umeenda kuzificha. Sasa nakwambia hivi, kalete pesa ili tumtibie mdogo wetu apone. Ikabidi waje mpaka kwa mgonjwa. Umeona mgonjwa amelala hapo, amelala ni kwa sababu yako. Akifa huyo, wewe utanieleza vizuri, na kwambia kwa sababu haiwezekani mama aache pesa, wewe ondoke na pesa, mdogo wetu anaumwa, na baadaye ulete pesa tumtibie, wewe umeenda kuzificha pesa. Sasa ili tuelewane, kalete pesa. Binti akaona kutoa pesa mimi siwezi, tuna eneo letu la ulisi tuliachiwa na wazazi, bora nikaliuze lile eneo. Binti akaja hapa na mteja, akamwambia mimi ile eneo nataka kuliuza milioni 80. Milioni 80, mwamba anamwambia mimi sina milioni 80, natoa milioni 20. Milioni 20? Kabla binti hajauza, mteja hajaelewana vizuri, huyu kichaa amefika. Akamwambia we, hivi unajielewa kweli? Ushaona wapi mwanamke wa Kiafrika kaja kuuza eneo la ulisi? Yaani ile eneo limeachwa na nani? Ile eneo limeachwa na mababu zetu. Mama mwenyewe eneo hajaliuza, wewe uje uliuze ile eneo kama nani? Wewe una pesa mama amekuachia kwenye begi, yaani una begi la pesa, bado unakuja uze ile eneo la ulisi. Wewe mwana kutufilisi kiasi hicho. Sasa sikiza nikwambie, ile eneo haliuzwi. Kama unataka kumtibia yule kwa hospitali, kalete lile begi la pesa, la sivyo na kukatakata mapanga hapa sasa hivi. Nakwambia wewe unisumbui chochote, nitakukatakata mapanga hapa, ili eneo haliuzwi. Binti akaona ugomvi ulikuwa ni mkubwa. Binti kabidi arudi mpaka nyumbani. Binti amerudi nyumbani, daktari anampigia simu. Daktari amempigia simu, anamwambia sikia nikwambie, kama mmeshindwa kuleta hizo pesa za kufanya matibabu ya huyu mgonjwa, hakikisha unakuja kuchukua mgonjwa wenu, kwa sababu sisi tutakukaa na maiti. Huyu mgonjwa wenu anakufa muda wote. Wakati daktari anaongea na dada, hiki kigonjwa chenye kimeshanyanyuka. Kigonjwa kimenyanyuka, na kinamsikilizia dada atasema nini. Binti anaambiwa na daktari, sikia nikwambie, njoo mchukue mgonjwa wako. Sisi hatuwezi kukaa na mgonjwa hapa muda wote, anakufa huyu. Njoo mchukue mgonjwa wako udinaye nyumbani, kama atakufa awafie nyinyi nyumbani kwenu, asofie sisi hapa hospitalini. Baadaye mabinti wanapigiana simu, anaambia oya, daktari kamwamshia popo, nakwambia daktari kamwashia moto kinoma noma, amesema nazileta pesa. Binti amekaa na ndugu yake, ikabidi amwambie ndugu yake, twende tukachukua hizo pesa kwa ajili ya kumtibia ndugu yetu. Akachukua chepe, wakaingia mpaka polini. Wakati binti anaenda polini kufukua sasa hilo begi la pesa ili waje wamtibie ndugu yake, anakumbuka wakati yuko hospitali kuna mama mmoja alikuwa analalamika anatafuta figo kwa ajili ya kumtibia binti yake, na mama ametangaza anatoa bilioni 50. Binti akaona milioni 50, daktari anataka milioni 35 kwa ajili ya kumtibia ndugu yangu. Binti akageuka, akamwambia kagaili mbio, akarudi mpaka hospitali. Huyu anashangaa, huyu anakimbia nini? Binti akaja mpaka hospitali akaja kuongea na daktari. Daktari, sikia nikwambie, nimekuja hapa unataka milioni 35 kwa ajili ya kumtibia ndugu yangu. Nimekumbuka kuna yule mama siku alikuwa anatafuta figo na amesema anatoa milioni 50. Hivyo mimi nataka tukafanye vipimo, unipime kwa ajili ya kujua kama figo yangu itafaa. Tutoe figo moja, tumpe yule mama atoe milioni 50. Milioni 50 tupate milioni 35 kwa ajili ya kumtibia ndugu yangu. Hiyo milioni 15 tutafanyia maisha mengine. Huyu mgonjwa yuko hoi, nakwambia ameamka haamini. Huyu dada ni noma. Yaani kila mtu tunamtigia dada anaruka. Yaani ikabidi ampigie simu ndugu yake, akamwambia ndugu yangu kimeumana. Huyu bwana huko amegoma kwenda kutoa begi la pesa, anakwenda kutoa figo. Binti anasema huyu ana matatizo gani? Kwani begi la pesa kwa nini anang'ang'ania? Ni la kwake. Si mama yetu ametuachia. Sasa sikia nikwambie, yeye kama anataka kutoa figo, muache atoe figo. Sisi tunamtoa zote. Si milioni 50, sisi tunataka 100, tunamtoa zote. Binti ikabidi ampigie daktari, akamwambia daktari, sikia nikwambie, huyu sikakubali kutoa figo. Figo shilingi ngapi? Figo milioni 50. Kwenye milioni 50 unataka shilingi ngapi? Daktari kama mimi yangu nataka milioni 15. Akamwambia sasa tunakupa 15, sasa ndio tunabaki nayo. Na ikiwezekana mtoe figo zake zote mbili tupate hata milioni 100. Tupate hata milioni 100 huyo. La sivyo tumtoe mpaka moyo, atajua mwenyewe. Mtu gani anang'ang'ana na begi la pesa amelificha alikulificha, anajua yeye mwenyewe. Huyo sikichaa huyo. Mama ameacha pesa, yeye anazing'ang'ania. Binti kabidi aje akae na mgonjwa aweze kuongea naye. Binti anachokijua ni kwamba huyu mgonjwa hasikii wala hafanyi nini hapa alipo, haelewi chochote. Binti kabidi amwambie mdogo wangu, mimi kuhusu familia yangu niko tayari kufanya chochote. Niko tayari kwenda kutoa figo kwa ajili ya kukutibia. Binti ananyanyuka kwenda kutoa figo. Huyu mgonjwa akaona, wewe dada wewe.
Binti akanyanyuka akamshika mkono akamwambia, dada, sikia nikwambie, mimi siumwi wala nini. Hapa sisi tulikuwa tunachezea tu mchezo. Wewe daktari tumempanga ila mradi wewe uweze kwenda kutoa zile pesa. Sisi pesa ziko wapi? Tuweze kugawana. Binti asema nini? Yaani na maana muda wote mkao mnanichezea Na daktari mkubaji kituo chako cha afya kiwe ni cha kipumbavu namna hii. Sasa sikia nikwambie, taarifa zitafika kokote. Kote nakwambia taarifa zitafika kwamba hospitali yako inasababisha wagonjwa wanatibiwa bila matatizo yao yoyote. Daktari alikula makofi. Binti akaondoka na huyu mdogo wake akarudi mpaka nyumbani. Huyu mdogo wake sasa ikabidi amsaliti dada yake mdogo kwa ajili ya sasa kumtetea dada mkubwa, maana dada mkubwa alikuwa tayari kutoa figo kwa sababu yake. Binti akaona hii noma sana hii, hapana, hatuwezi kumua mtu ambaye yuko tayari kutusaidia. Binti akaja hapa na dada yake akamwambia, wewe sikiza nikwambie, sisi tulifanya mchezo ndio, lakini nikwambie ukweli tu, wewe ukitoka na sio tu figo moja, sisi tulikuwa tunataka kutoa zote mbili, tulikuwa tunataka utoe mpaka na moyo wako huo, usibaki na chochote. Pumbavu wewe, pesa zimeletwa hapa, wewe unataka kuleta ujinga. Huyu mdogo akamwambia, dada, sikia nikwambie, tusifikie huko. Sisi shida yetu ni pesa, lakini sifikie wakati wa kutamani kutoana uhai. Mimi nikamwambia, wewe unasema nini? Mpotea, toka na wewe hapa. Akamwambia, dada, sikia nikwambie, hii haijaisha mpaka iishe, nakwambia. Kivyo vyote vile, hata kwa mganga tutapelekana. Binti akaondoka. Wakati wamekaa binti na ndugu yake, binti anapiga simu kwa mchungaji, anatafuta mchungaji kwa namna yote ili kujua namna gani wanaweza kufanya kuzisovu zile pesa kuhakikisha mama yao anarudi kwenye maisha. Wakati wamekaa hapa, yule mdogo mtu kaenda kumfuata mjomba. Wamekuja hapa na mjomba, unaambiwa mjomba naye amekuja anang'ang'ania, anataka pesa. Kama kawaida yake, mjomba anasema na yule ni dada yake, hivyo dada yake amekufa kwa sababu ya pesa. Pesa hizo si za watoto peke yao, na yeye naye anahusika kwa namna moja ama nyingine, lazima pesa zipatikane. Kwa hiyo wamekuja hapa akamwambia dada mtu, sikiza nikwambie, sisi tunaenda kwa mganga, tunaenda kukuroga kwa namna yoyote ile, tunataka pesa. Wakati wale wameondoka, huyu mdogo akamwambia dada yake, dada, umeona mimi nilikwambia, huyu dada mkubwa mimi namjua, huyu anaweza kaenda mpaka kwa mganga akaanza kurogana huyu. Dada sasa kaingia mkenge, inabidi aje afukue hizi pesa kwa ajili kuzipeleka kwa mchungaji kwenda kuombewa. Mdogo mtu alipoziona pesa zishafukuliwa hizi hapa, begi la pesa hili hapa, alimpiga dada yake na chepe. Dada akazima, binti akaondoka na hizi pesa. Binti kuondoka na pesa mbio mbio. Wakati binti anaondoka na pesa, hawakuna wamefika kwa mganga. Kufika kwa mganga, mganga mwenyewe ni kipofu. Mganga anawaambia, sikiza nikwambie binti, hizo pesa unaweza kuzipata, lakini kwa masharti. Sharti la kwanza, unabidi uhakikishe mama yako harudi kwenye haya maisha, kwa sababu hizo pesa mama yako baada ya siku 5 kutokutumika hizo pesa, mama yako anarudi kwenye maisha. Kwa hivyo wewe inabidi kwanza ufanye kafara ambayo itamfanya mama yako asirudi kwenye haya maisha, ili hizo pesa zibaki zina heng. Huyu dada yako atashindwa, itabidi mgawane hizo pesa. Binti akaona tunafanyaje ili kuweza kuzipata hizo pesa? Mganga akamwambia, wewe inabidi uwe kipofu. Binti akapiga kelele, mimi niwe kipofu? Kivipi? Huyu mganga gani tena anaanza? Mjomba anamwambia, sikia nikwambie, wewe nyamaza, useme chochote. Huyu mganga mimi namwamini, wewe kuwa kipofu tu. Sio kipofu siku 3. Unakopa ndani ya siku 3 tu unarudi tena kuwa na hali yako ya kawaida, unaona. Binti anambia mjomba, huyu mganga mimi simwamini. Binti anambia mjomba, kuwa kipofu wewe unataka pesa afu unashinda masharti madogo namna hiyo, kuwa kipofu siku 3 tu. Wakati binti anataka kuwa kipofu, huyu mdogo wake amechukua pesa kwa dada yake, amempira dada yake na chepe, amekuja na pesa kwa basha yake, amekuja kumfungulia basha yake begi la pesa. Unajua hizi pesa bwana ni shetani, kwenye pesa usimamini mtu yoyote. Binti kashindwa kuamini ndugu zake, kalichukua begi la pesa kalileta kwa bwana wake, kuja kumsha bwana wake, bwana, begi la pesa hili hapa, hizi pesa ni za familia, mama ameziacha kwa ajili ya familia ishi vizuri, lakini mimi naona kwenye familia hazitufai, kwa ni bora nimezileta kwako ili tuondoke tukale maisha mbele. Wakati binti yuko kule kwa basha yake anamwambia wakati binti yuko kwa basha yake anamuonesha pesa na kumwambia tukatafute maisha mbele, huyu huku amekubali kuwa kipofu, akapigwa kimbola kikakubali, binti akawa kipofu. Akarudishwa nyumbani na mjomba kusubiri siku 3 za kafara ambazo mama yake hataweza kurudi kwenye maisha, ili zile pesa ziweze kugawanywa, bila kujua wakati yeye anasubiri siku 3 za kusema kwamba hizo pesa watu wagawane, pesa zishaenda kwa bwana wa mdogo wake. Watu washapanga plani kwenda zao mbele huko, kale maisha mbele. Wakati anawaza hivyo, huku dada mtu nendo anakurupuka kwenye usingizi mzito aliopigwa na lile chepe, akazilai. Kuzinduka tu anakumbuka begi la pesa, kaondoka nalo kaondoka nalo mdogo wake akaja kwa sababu mdogo wake kichwa chake ni kibovu. Huyu bila shaka hawezi kwenda kwa dada yake, ataenda kwa basha yake. Binti inabidi atoke mpaka kwa basha yake na mdogo wake, yani kwa shemeji yake. Kufika huku, huyu jamaa mwenyewe sasa amesha plani kumuua binti
kwa ajili ya kuondoka na hizi pesa yeye peke yake. Na pesa ni sabuni ya roho, pesa ni shetani, pesa inanukia mzee. Popote inapokaa lazima roho mbaya iwepo. Mwamba kamkaba binti, tia kitanzi, kamnyonga haswa. Kumnyonga mpaka binti anafikia hatua za mwisho, anaanguka chini. Dada ndo anaingia, dada kuingia kabidi aingie na jiwe, akampiga huyu mshikaji kuzimia. Binti anamwamsha mdogo wake, kila kimwamsha wewe kitambo zile kasharuka nayo, naambiwa saa godi mapema, ataka kimasiala abipiwi, ukimbipu yeye anapiga. Yani binti kashakata moto, binti kafa. Dada alilia kulikweli, alimlia sana mdogo wake. Mdogo wangu, niliwaambieni acheni hizi pesa hizi zina matatizo makubwa. Angalia kicho kukuta sasa, umekufa ukiwa bado msichana mdogo. Hujatuachia chochote, hujatuachia hata mama mkubwa, hata mama mdogo. Mimi sijaitwa mama mkubwa jamani. Binti akabeba ile begi la pesa akadona mpaka nyumbani, lakini amekaa hapa anawaza, hili begi la pesa niliambiwa siku 5 mama anarudi. Leo ni siku ya 5, mbona mama arudi? Ikabidi alichukua ile begi kaja mpaka kwa rafiki yake huyu mganga. Amefika kwa mganga, anamwambia mganga, uliniambia hizi pesa nikikaa nazo siku 5 mama yangu anarudi. Mbona nimekaa nazo hizi pesa siku 5 hazijatumika lakini mama yangu hajarudi? Mganga akamwambia, kuna kafara imefanyika moja, hiyo hatari, ambayo hiyo kafara ni kubwa. Hatuwezi kumrudisha mama yako kwenye haya maisha. Mdogo wako amekuwa kipofu, kwa sababu ya kuwa kipofu ya kumzuia mama yako asirudi kwenye haya maisha. Hivyo kilichobaki sasa hivi, wewe inabidi ukagawane na mdogo wako hizo pesa, nyie mle maisha, mfurahie wakati wenu huu uliobakia ndani ya miaka 15 itakayokuja, ambao nyinyi wote inabidi mfe. Binti aliumia sana, binti alilia sana. Kinachomuuliza binti ni kwamba ameambiwa hizi pesa azipambanie siku 5 mama yake anaweza kurudi, mpaka mdogo wake imepelekea amefariki kwa sababu ya hizi pesa. Alafu eti leo siku ya 5 imefika, anaambiwa hizi pesa haziwezi kufanya chochote kwa sababu kuna mdogo wake amekuwa kipofu. Binti alilia sana, kwa nini mimi? Kwa nini maisha yanakuwa hivi? Mimi nimepambana siku 5 kuhakikisha mama yangu anarudi. Leo ndugu yangu amekufa. Sasa kama ingekuwa ni hivyo, sababu ningekubali mwanzo tu. Ningejua kama nitakuwa kuna changamoto kama hizi, bora mwanzo pale tungekubali kugawanya tu hizi pesa, kila mmoja afe na chake. Wakati binti analia kule na kusaga meno, hawa sasa wamerudi kwa mganga. Siku ya 3 imefika, waje sasa watoe hii kafara ya upofu. Binti arudi kuona na hizo pesa watu wagawane. Wanafika hapa wanakutana na mtoto wa mganga. Mtoto wa mganga anamwambia, baba yangu amekufa siku 2 zilizopita. Hivi ninavyowaambia sasa hivi hakuna mganga, na mimi mwenyewe ni mwokofu, nimeokoka. Hakuna mganga hapa, hakuna mtu atakayeweza kukutibia. Binti akaruka na mjomba. Mjomba, nilikwambia mjomba, huyu mganga unamwamini? Angalia mganga amekufa, mimi bado sijaona. Kwa nini afe? Mimi ni kipofu. Kwa nini sasa mimi mpaka nione yeye ndo afe? Mjomba, umeona mimi nibaki kipofu. Mjomba akamchoropoka binti. Mjomba akamkimbia kamanya binti kwa mganga. Binti kahangaika. Wasamaria wema amemchukua, amemrudisha mpaka nyumbani. Wanakujua nyumbani kwao ni wapi, kabidi wamlete mpaka nyumbani. Binti amefika hapa analia na dada yake, dada nisaidie, dada naomba unisaidie mimi. Mjomba amenipeleka kwa mganga, nimefika kwa mganga mimi, mganga kanifanya niwe kipofu ili mama asirudi tugawane hizo pesa. Lakini navyokuambia mimi sasa hivi hapa mganga kafa na mimi nabaki kwa kipofu. Sijui dada naponaje, dada yangu naomba unisaidie. Mimi binti tena na wewe ni kipofu na tena huwezi kuona tena. Haya sasa, bora ungekuwa unaona sasa. Tugani hizo pesa sababu ushasababisha mama asirudi. Haya unje tena na wewe ni kipofu. Mimi nafanyaje? Yule mmoja kafa, wewe unakuwa kipofu. Binti akaona mjomba naruka naye, akaona wewe mjomba sikuache. Binti akachukua panga, anaambiwa hia kwa mjomba. Mjomba akakusanya mabegi, ili anatoka, anamwona mpo wake anakuja na panga. Mjomba akaona hichi kitu nakijua ni kibovu, na hili panga nalo kuja nalo mimi miguu sina. Mjomba mguu vunjika, niweke tendeko. Kachimba, unaambiwa mlango nyata hajafunga, kila kitu kaacha wazi. Kakimbia mjini, anaona hapa kijijini tena hapafai. Binti tafuta mjomba haonekani. Bila mtu kipofu wake amleta mpaka kaburini kwa mdogo wake, aje atoe salamu zake za mwisho. Binti baada ya kufika kaburini, binti ni analia, analalamika, anaambiwa mdogo wangu, tumefanya mengi sana kiukweli, roho inaniuma sana mdogo wangu. Angalia umekufa kwa dada yako, mimi ni kipofu, kaburi lako siwezi kuliona, mimi ni wakupapasa tu, sioni chochote, maskini ya Mungu hapa nilipo. Hizi pesa zimenipelekea moto, mpaka nakwambia sasa hivi sisi sote sasa hatuelewi tufanyaje. Maisha yashakuwa magumu, yashakuwa kipofu, ndio pesa sijui nazifanyaje. Dada mtu akamwambia, mdogo wangu sikia nikwambie, begi la pesa hili hapa. Mama hawezi kurudi kwenye haya maisha, tuta ndio hilo hapo la mdogo wetu. Hatuna namna tunaweza tukafanya. Cha msingi tugawane hizi pesa, kila mmoja ajue 50 zake.
Kipofu akamwambia, dada, tena hapa nipo mimi ni kipofu, unipe tena hizo pesa. Sizitaki hizo pesa. Kama nimeshindwa kuzipata nikiwa ni mzima, leo mimi ni kipofu, unipe pesa zikaniue tena. Hapa nipo wenyewe sioni. Ibilisi hicho nifanyia kinanitosha. Sitaki Mungu jana aje anianze tena kwa vingine. Dada, mimi hizo pesa sizitaki. Cha kufanya ni nini? Hizo pesa kabidi tuzipeleke kanisani, tukazitoe sadaka. Tukakubaliana pesa wazipeleke kanisani. Wakafika mpaka kanisani. Fika kanisani wakaanza kupiga hapa sala ya toba. Wakaomba sana, wamemuomba sana Mungu. Mungu, kama ikikupendeza hizi pesa uzigeuze kuwa uhai wa mama yetu, lakini ikishindikana basi hizi pesa tumezileta kwenye nyumba ya Mungu hii, kwa sababu hapa wewe Mungu ndo kila kitu. Tumepambana na ibilisi, tumepambana na shetani kashindwa. Mungu ndo kila kitu, unaweza kuamua chochote. Sisi tumeleta hizi pesa hizi hapo, pesa wakaziacha. Wakati wanaondoka wanafika nje, ghafla mama anawaita, wanangu. Huyu anayeona kugeuka hakuamini. Mama, umerudi? Alikimbia na kumkumbatia mama yake. Unaambiwa sasa, wakati anakumbatia mama yake, miujiza ikatokea kwa huyu kipofu, naye akaona. Binti kuona, akamkimbilia mama yake, mama, na mimi nimeona. Wakakumbatiana, furaha ya kutosha, furaha yenye kilio, kwa sababu hawa wambaki salama, lakini mmoja wao tayari ameondoka kwa sagodi, yaani wamelipa uhai kwa pesa. Mama amerudi, mdogo ameenda. Hayo maisha. Mama amerudi, mdogo ameenda. Mama alikuja mpaka kaburini. Mama alilia sana kaburini na akajutia sana maamuzi yake, kwa sababu alichokifanya yeye ndicho kilichopelekea mpaka wanaye leo kutawanyika, wengine kufariki mpaka kupalangana. Umekucha asubuhi bana, mzee wa hii familia leo amerudi. Unajua hawa wazee ni wale wazee wa namna ambayo wakiona majukumu yamezidi sana kwenye familia, wenyewe uwaga wanapotea, wanakwambia tunaenda kutafuta maisha. Sasa hadi kutafuta maisha, wakifanikiwa watarudi kwenye familia, lakini wasipofanikiwa na wamepotea mazima. Leo mzee karudi, ana ndinga moja kali sana, bonge moja la ndinga ili hapa, na mzee akamwambia binti zake, hili ni moja kati ya magari yangu, nayo mengi kama haya. Mabinti walishangilia. Huyu anayependa pesa, alikuwa anataka mali zile, alishangilia kwa kurukaruka, na kwambia alitikisha yenye gwede hapa kinoma noma, naambiwa anarukaruka. Sasa dakika ya mwisho mzee kabidi aulize, mbona naona wawili, mwingine yuko wapi? Sasa hapo swali ndo likawa ni gumu. Watu wakabaki kuangaliana hapa, majibu hakuna. Mama ikabidi amwambie, mimi wewe nilijitoa kafara ili wanangu waishi maisha mazuri, nikaamua nife kujibadilisha mimi maisha yangu na pesa. Lakini hizo pesa zilivyokuja ndivyo zimeleta kizaazaa, watoto kuanza kupalangana wenyewe kwa wenyewe mpaka kupelekea mmoja kufa. Mzee alimaindi kinoma, yani mzee alimaindi kinoma, na mzee amesahau kwamba yeye aliondoka nyumbani kwa sababu maisha magumu kwenda kutafuta maisha. Mzee akamaindi bi mkubwa kinoma, nimekuachia familia yangu uweze kuilinda. Nilijua wewe ni mcha Mungu, ni mtu wa Mungu, nikakuamini kuachia familia. Leo umeenda kuingia kwenye ushirikina, kwenda kuamini mali za kafara. Ona sasa umeniulia mwanangu. Mzee akakasirika, akataka kuondoka. Mzee anataka kuondoka, mabinti kabidi wamuombe mzee msamaha, ampigie mzee goti, bana mzee msamee bi mkubwa. Wewe mwenyewe unaelewa mazingira, wewe mwenyewe ulipotea kama ulipopotea kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu, ukamwacha mama mwenyewe maisha yake ndo kama hivyo. Mama ikabidi apambane kuhakikisha wanae tunaishi maisha mazuri, ndio kilichotokea ndo hicho, kwamba hamna kulaumiana, yani sio tulaumiane, na inabidi tukulaumu kwa sababu ulitukimbia, ulituacha muda mrefu toka tupo wadogo mpaka sasa tumekuwa, kwa ndo tunarudi leo. Mzee ikabidi wasamee wanae. Baada ya kuwasamea wanae, leo mzee amekuja amechukua wanae kuondoka nao mjini. Binti kabidi aje kwa rafiki yake mganga kuja kumwaga mganga. Wanae, mimi naenda mjini, naomba unisimamie, uniombee kwenye mizimu. Maana unajua mizimu ya kwetu, mizimu ndio kila kitu. Waache wa Tanzania wao wanaoamini mizimu kwamba ni uchawi, mizimu ni ushirikina, lakini sisi kwetu Nigeria, mizimu kwetu ndio kila kitu. Wenyewe wakaambia tradition ndio kila kitu. Ukikataa tradition, wewe huwezi fanikiwa mzee. Wewe unaamini kwako ni ushirikina, lakini unaambiwa uende ukaombe kwenye makaburi ya wazee wa zamani. Sasa afu unaambiwa ni ushirikina kuomba watu wakale. Wewe vipi babu? Omba mzee, utafanikiwa. Si umeona wa Nigeria wapo wanapambana, wanaomba Mungu kidogo, lakini na mizimu kidogo inashiriki. Kwa sababu mizimu si kwa na Mungu bwana. Wewe ukiamini mizimu, umeamini Mungu, kwa kuamini Mungu umeamini vile na watu wanakufa. Wewe unajua anayekufa anaenda wapi? Kama unaishi naye je, alafu unaambiwa usimuombe. Wewe unajua mzimu ni nani? Mzimu si ni mtu aliyekufa. Ina maana mzimu ni mababu zako waliokufa huko. Wewe unaamini mizimu ni mashetani. Mzimu sio shetani babu. Omba mzimu wa kwenu huko kusaidie ufanikiwe kwenye hayo maisha. Acha kukaa kizembe. Bye bye.